Almasi ya mji wa almasi. Onyesho la kwanza, kikomo cha ustahimilivu. Wanasema jua la mji wa almasi halitoi mwanga tu, bali lina hukumu. Kwa Zawadi, mama mwenye umri wa miaka 24, ambaye viganja vyake vilikuwa na sugu na moyo wake ulikuwa umechoka, joto lile lilikuwa kama mzigo wa chuma. Alikuwa amesimama kwenye lami inayoungua ya barabara kuu, kreti nzito ya maji ya chupa ikiwa imetulia kichwani mwake. Kanga yake ilikuwa imefubaa, ikiwa na ramani ya jasho na vumbi, lakini macho yake yalikuwa yamekazwa mbali. Mfukoni mwake kulikuwa na karatasi iliyokunjamana, barua ya mwisho ya kufukuzwa shule kwa mwanawe. Mwanawe, Baraka, alikuwa amefukuzwa kwa sababu ya deni la shilingi 50,000. Wakati msafara wa magari ya kifahari ya suti nyeusi ukipita kwa kasi na kutimua vumbi lililomfanya akihesha, Zawadi hakuomba, hakupiga kelele. Aliegama tu kwenye nguzo ya zege na kuacha chozi moja la moto lichonge njia kwenye vumbi la shavu lake. Mungu, alinong'ona, sauti yake ikipasuka kama ardhi iliyokauka chini ya miguu yake. Mimi ni askari, lakini hata askari anahitaji kiongozi. Hakujua kuwa dirisha la nyuma la gari la kifahari lilikuwa limeshushwa kidogo, na jozi ya macho yenye umakini ilikuwa imeliona lile chozi la pekee. Onyesho la pili, jicho la tai. Ndani ya utulivu wa kiyoyozi cha gari lile, aliketi Bakari, mtu ambaye jina lake lilikuwa sawa na utajiri wa mawasiliano na uwekezaji wa majengo makubwa. Bakari alikuwa bilionea, lakini alikuwa tajiri aliyekumbuka harufu ya moshi wa mkaa na ladha ya njaa. Alimtazama Zawadi kupitia kioo cha nyuma. Alimuona akirekebisha kile kreti nzito, akiumia huku plastiki ikichimba kichwa chake. Alimuona akimpa chupa ya maji abiria mmoja mwenye jeuri aliyemfokea, lakini Zawadi alijibu kwa kichwa cha heshima na uchovu. Simamisha gari, Bakari aliamuru. Dereva wake, Juma, alipepesa macho kwa mshangao, lakini akasogea pembeni mwa barabara. Bakari hakushuka. Badala yake, alimtazama kwa dakika 20. Alimtazama akifanya kazi. Alitazama utu wake. Alimuona akitoa ile barua iliyokunjamana na kuisoma tena, mabega yake yakitetemeka. Aligundua kuwa hakuwa anauza maji tu, alikuwa anauza maisha yake ili amnunulie mwanawe maisha ya baadaye. Huyu hakuwa tu mchuuzi wa barabarani, huyu alikuwa kiongozi asiyekuwa na ofisi. Bakari alihisi maumivu ya zamani kifuani mwake, kumbukumbu ya mama yake mzazi aliyekuwa akiuza mboga kwenye mvua ili amnunulie viatu vyake vya kwanza vya shule. Onyesho la tatu, mkutano wa kwanza. Zawadi aliona lile gari la kifahari likiwa limesimama na akahisi mwanga wa matumaini. Labda mteja mkubwa alikuwa na kiu. Alikimbia kuelekea huko, miguu yake ikiungua ndani ya sandali zake nyembamba. Maji baridi mkubwa, maji baridi? Aliuliza, akilazimisha tabasamu la kazi ambalo halikufika macho yake yaliyochoka. Mlango wa nyuma ulifunguka na bwana mmoja aliyevaa suti ya hariri iliyoshonwa vizuri akashuka. Tofauti ilikuwa ya kushtua. Viatu vyake viligharimu zaidi ya mavuno ya kijiji kizima cha Zawadi. Bakari alimtazama, si kwa huruma, bali kwa heshima kubwa. Nitachukua kreti nzima, alisema kwa sauti ya chini. Zawadi aliganda. Kreti nzima bosi, hizi ni shilingi 2,000. Bakari aliingiza mkono kwenye pochi yake ya ngozi na kutoa rundo la noti nyingi za shilingi 10,000. Alimkabidhi 5 kati ya hizo. Baki na chenji, na baki na maji hayo, wagawie wenzako wenzio. Zawadi alizitazama zile noti, mikono yake ikitetemeka kiasi kwamba kreti likaribu kuanguka. Bosi, hizi ni 50,000, siwezi kuchukua hizi. Bakari alitabasamu, tabasamu la dhati. Ile karatasi iliyo mfukoni mwako inahitaji kiasi hicho hicho cha 50,000, au sio? Onyesho la 4, uchunguzi wa siri. Sura ya kushtuka kwenye uso wa Zawadi ilitosha kuthibitisha mashaka ya Bakari. Hakumsubiri Zawadi amshukuru. Alirudi ndani ya gari na kuondoka, lakini alimuacha Juma nyuma kwenye gari lingine ili amfuate.
Bakari alitaka kujua kama huu ni muujiza wa mara moja au kama huyu ni mwanamke anayestahili uwekezaji wa kudumu. Jioni hiyo, Juma alirudi na taarifa. Alielezea kijumba kidogo cha chumba kimoja nje ya mji ambapo paa lilikuwa linavuja na sakafu ilikuwa ya udongo, lakini vitabu kwenye meza ndogo vilikuwa vimepangiwa kwa usafi wa kiajabu. Alielezea jinsi Zawadi alivyokwenda moja kwa moja shuleni kulipa lile deni, kisha akanunua mfuko mdogo wa mchele na mshumaa mmoja ili mwanawe aweze kusoma. Hakutumia hata senti moja kwake. Hakununua viatu vipya wala chakula cha anasa. Alikuwa amewekeza kila shilingi kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Bakari aliketi katika jumba lake la kifahari akitazama taa za jiji na akagundua kuwa utajiri wake haukuwa na maana ikiwa hauwezi kuwa daraja kwa watu kama Zawadi. Aliamua kuwa mji wa almasi ulikuwa karibu kuishi kulingana na jina lake kupitia juhudi za kusaidia jamii. Onyesho la 5: ziara ya kubadilisha maisha. Asubuhi ya mwandio, utulivu wa utaa wa mabanda ulivunjwa na kuwasili kwa msafara wa magari. Majirani walichungulia kupitia milango yao ya mabanda, huku Bakari akishuka kwenye matope. Alitembea moja kwa moja mpaka kwenye kijumba cha Zawadi. Zawadi alikuwa nje, akifua kanga yake ya pekee iliyobaki kwenye beseni la plastiki. Alipomuona, akasimama, akipanga mikono yake yenye fopu kwenye nyonga, sura yake ikiwa na mchanganyiko wa hofu na mshangao. Bosi, je, nimefanya makosa? Bakari alitikisa kichwa. Zawadi, wewe ni mwanamke wenye nidhamu ya hali ya juu. Mimi sitoagi misaada, natoa ufarusi. Nazindua mradi mpya wa maendeleo ya kibiashara mjini, mfululizo wa maduka makubwa ya jumla. Nahitaji mtu anayejua thamani ya shilingi moja. Nataka uwe msimamizi wa duka langu la kwanza la kugawa. Zawadi alishtuka, pumzi ikimuisha. Lakini bosi, mimi ni mchuuzi tu, sina viteo. Bakari alimsogelea, sauti yake ikiwa na mamlaka. Unacho kimoja ambacho hata chuo kikuu hakikifundishi: ushupavu. Taasisi yangu itakupa mafunzo, nyumba na mtaji. Inachohitaji ni kukubali kwako. Zawadi alimtazama mwanawe, Baraka aliyekuwa akitazama ulangoni, kisha akamtazama huyo bilionea. Alitikisa kichwa, machozi sasa yanatiririka kwa hururi. Ndiyo, alinong'ona. Ndiyo, mara 1000. Onyesho wa 6: shule ya maisha na mikakati. Miezi 6 ya kwanza haikuwa rahisi. Zawadi alijikuta ndani ya ofisi zenye vioo virefu katikati ya mji wa almasi, mazingira ambayo hapo awali aliyatazama akiwa nje akihangaika na jua. Bakari hakumpa tu funguo za duka, alimpa mwalimu wa siri wa masuala ya ulingozi na usimamizi wa juu ya fedha. Zawadi alikuwa akiamka saa 10 alfajiri, si kwa ajili ya kupanga chupa za maji, bali kusoma ripoti za soko na mifumo ya usambazaji wa bidhaa. Kila alipohisi kulemewa na lugha ngumu ya kibiashara, alitazama kile kreti lake la zama alichokihifadhi pembeni ya ofisi yake kama ukumbukumbu ya mahali alipotoka. Wafanyikazi wengine, baadhi yao wakiwa na viteo vikubwa vya vyuo vikuu, walimnumununya chini kudai kuwa yeye ni mchuuzi tu aliyepata upendeleo. Lakini Zawadi hakujibu kwa maneno, alijibu kwa takwimu. Chini ya ulingozi wa Zawadi, duka la kwanza la usambazaji la Bakari lilipata faida ya 300% katika msimu wa kwanza. Alitumia udhaifu wake wa mitaani kujua bidhaa gani mwananchi wa kawaida anahitaji, akichanganya na mifumo ya kisasa ya malipo ya kielektroniki. Alikuwa anageuza uporofu kuwa darubini ya kuona fursa ambazo wengine walizipuuza. Onyesho la 7: jaribio la uaminifu. Katika ulimwengu wa bilioni, vishawishi haviko mbali. Siku moja, msambazaji mmoja mkubwa alimfuata Zawadi faragha na kumpa hongo ya shilingi milioni 5 ili amruhusu kuingiza bidhaa zenye ubora wa duni kwenye maduka ya Bakari. Wewe ni mama pekee Zawadi, huyu mtu alinong'ona. Pesa hizi zinaweza kumnunulia Baraka nyumba ya kifahari leo. Zawadi alimtazama huyo mtu, kisha akamtazama mwanawe aliyekuwa akimsubiri nje ya ofisi akiwa amevaa sare safi za shule ya kimataifa. Alikumbuka lile chozi la moto barabarani na ahadi aliyojiwekea.
Aligundua kuwa uporofu wa roho ni mbaya zaidi ya uporofu wa mifuko. Alikataa ofa hiyo na kuripoti tukio hilo kwa Bakari moja kwa moja. Bakari, ambaye alikuwa ameweka mtego huo kama jaribio la mwisho la uaminifu, alijitokeza nyuma ya kuta za ofisi. Watu wengi wanaweza kusimamia biashara, lakini ni wachache sana wanaoweza kusimamia utu wake mbele ya mlima wa dhahabu. Siku hiyo, Zawadi alipewa sehemu ya umiliki wa kampuni. Akawa si mwajiriwa tu, bali mshirika wa kudumu wa himaya hiyo ya kibiashara. Onyesho la 8: Baraka, uhandisi wa ndoto. Miaka 10 ilipita kama upepo wa bahari. Baraka, yule kijana mdogo aliyekuwa akisoma kwa mshua, sasa alikuwa amesimama kwenye jukwaa la mahafali katika chuo kikuu cha Nairobi, akitunukiwa shahada ya kwanza ya uhandisi wa majengo kwa alama za juu kabisa. Zawadi alikuwa ameketi kwenye mstari wa kwanza, akiwa amevaa suti ya kijani iliyoshonwa vizuri, akionekana kama mwanamke shujaa mwenye moyo wa upole. Wakati Baraka alipopewa nafasi ya kutoa hotuba ya shukrani, hakuwataja maprofesa wake kwanza. Alimtazama mama yake na kusema, kila tofali nitakaloliweka kwenye majengo ya nchi hii litakuwa limebeba jasho la mama yangu aliyenunulia ndoto yangu kwa chupa za maji za shilingi 20.